Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali tunapojifunza kutafakari na kujenga jamii yenye upendo, heshima na maendeleo. Katika miaka ya hivi karibuni, watu wengi wamekuwa wakisema wanawake wa siku hizi wana nguvu kiuchumi kuliko wanaume. Je, kauli hii ni ya kweli au ni matokeo ya mabadiliko ya kijamii, elimu na teknolojia? Leo tunachambua hoja mbalimbali muhimu zinazoelezea kwa kina katika maeneo mengi wanawake wameongeza nguvu zao kiuchumi. Lengo si kuwalinganisha wanawake na wanaume kwa ubora, bali kuelewa mabadiliko yanayotokea ili kila mmoja ajifunze namna ya kukua na kufanikiwa. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili yako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu na tuanze. Sababu ya kwanza, wanawake wamewekeza zaidi katika dini. Yaani dini imewafanya wanawake wengi kuwa na kipato, kuonekana wana nguvu zaidi kuliko wanaume. Kwa nini tunasema dini? Ukija kufuatilia na kuangalia, wanawake wengi wamejikita katika kumwabudu Mungu, wamejikita katika kusali na kuswali. Fuatilia katika makanisa, fuatilia katika misikiti. Utakuta wanawake wengi ndio wamejaa kanisani, wanawake wengi ndio wamejaa misikitini wakiwa wanamuomba Mungu. Kuna usemo unaosema aombaye hupewa. Kwa hiyo pale ambapo wanawake wanamlilia Mungu, wanaomba, wamejikabidhi kwa Mungu, nia yao inakuwa ni moja, wanaleta mawazo yao, wanamwambia Mungu shida zao. Hapo Mungu anawafungulia milango. Ndio maana tunaweza kuona kwamba wanawake wengi sasa hivi wanafanikiwa kuliko wanaume. Sababu ya pili, wanawake wamewekeza zaidi katika elimu. Wanawake wengi leo wanamaliza shule, vyuo na mafunzo ya taaluma kwa viwango vya juu zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Elimu imewapa ujuzi, kujiamini na uwezo wa kupata ajira nzuri au kuanzisha biashara. Elimu imekuwa daraja la kuwatoa katika utegemezi na kuwafanya washiriki kikamilifu katika uchumi. Wanawake wengi sana ambao wanapambana kusoma, wanapambana kuwekeza kwenye elimu. Unawakuta wanashindana kabisa na wanaume, lakini wanawake wanakuwa wako mbele kwa sababu wanatia bidii sana katika masomo. Akili yao wameiwekeza sana katika elimu. Hilo linawafanya sasa hivi wamekuwa na maendeleo, wamekuwa mbele kuliko wanaume. Sababu ya tatu, biashara ndogo na mitandao ya kijamii imefungua milango kwa wanawake. Zamani kuanzisha biashara kulihitaji mtaji mkubwa. Leo mwanamke anaweza kuuza nguo, vipodozi, chakula, mapambo au bidhaa nyingine kupitia simu yake. Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp zimewapa wanawake nafasi ya kuwafikia wateja wengi bila gharama kubwa. Yaani wanawake wengi wanafanya biashara zao ndogo ndogo katika mitandao ya kijamii. Wanajitahidi, unakuta wanapiga picha, anaposti, anauza nguo, anaposti, anauza vipodozi, anaposti, anafanya jitihada kuhakikisha kwamba anafanya biashara ya mtandao. Hiyo imewafanya wamekuwa na nguvu sana kiuchumi leo. Sababu ya nne, wanawake wamekuwa wajasiriamali jasiri. Wanawake wengi hawasubiri ajira pekee. Wanaanzisha saluni, migahawa, maduka, mashamba, ushonaji na biashara nyingine nyingi. Kwa kuwa na vyanzo mbalimbali vya mapato, wengi wameongeza uwezo wao wa kifedha. Kwa hiyo wanawake wamekuwa wajasiriamali jasiri. Haogopi. Anaanzisha biashara, anaanzisha vitu kama nimetaja kama hizo saluni, migahawa nini, na wanasimamia kweli kweli. Ukiwakuta wanawake wanapambana, wanafanya biashara, hawaogopi, wamekuwa wajasiri sana. Sababu ya tano, wanawake wamekuwa na ushirikiano na vikundi vya kuweka akiba. Wanawake wengi wamejiunga katika vikundi vya kuweka na kukopa fedha. Kupitia ushirikiano huu wanapata mitaji, wanapata elimu ya biashara na kusaidiana wanapokutana na changamoto. Hii imewafanya kukua kiuchumi hatua kwa hatua. Hii imewafanya wanawake wengi wamekuwa na maendeleo zaidi kuliko wanaume kwa sababu
wanawake wanashirikiana katika vikundi vya kuweka na kukopa. Hebu fuatilia hata we mwenyewe, chunguza uone. Vikoba vingi ni vya kina mama. Kuweka na kukopeshana ni wanawake. Kwa hiyo wameinuana sana, na hiyo imewafanya wanawake wamepata mitaji na wanaweza kuendesha biashara yao bila wasiwasi kupitia vikoba na vikundi mbalimbali vya kuweka na kukopa. Sababu ya 6 ni nidhamu katika matumizi ya fedha. Ingawa si wanawake wote na si wanaume wote, tafiti nyingi zinaonyesha kuwa watu wengi wenye tabia ya kupanga matumizi na kuweka akiba hujenga mali kwa urahisi zaidi. Wanawake wengi wamejifunza kutenganisha matumizi ya lazima na yasiyo ya lazima, jambo linalowasaidia kukuza kipato chao. Yaani ukija kuangalia wanawake kama wanawake hawachezei pesa, yaani wana nidhamu na pesa. Pesa yake anapofanya biashara au shughuli yake yoyote inaenda moja kwa moja kwenye malengo yake aliyoyapanga. Kwa hiyo imewatofautisha sana na wanaume, wamekuwa na kipato kikubwa sana wanawake. Yaani sasa hivi wanawake wanatembea kifua mbele kwa sababu wana nidhamu katika matumizi ya fedha. Sababu ya 7, fursa za mikopo na mafunzo zimeongezeka. Serikali, benki na mashirika mbalimbali yameanzisha program zinazowawezesha wanawake kupata mikopo na mafunzo ya ujasiriamali. Fursa hizi zimechangia wanawake wengi kuanzisha na kupanua biashara zao. Ukiona sasa hivi wanawake wengi wanakopeshwa na mabenki, wanakopesheka pia, wanakopeshwa na mashirika mbalimbali. Program zimewekwa zinawapa mafunzo ya ujasiriamali, wanafundishwa fursa. Yaani ukipita popote utakuta ni wanawake wamekaa tu katika vikundi wanafundishwa, tofauti na wanaume. Hiyo ndio imewatofautisha sasa hivi wanawake na wanaume. Hadi inaonekana wanawake wengi sasa wamekuwa na kipato kikubwa kuliko wanaume, kwa sababu fursa za mikopo na mafunzo zimeongezeka na zinawalenga moja kwa moja, na wakiingia wanaingia kweli. Yaani wanaingia wanafanya kweli. Sababu ya 8, wanawake wamejifunza kuwa na vyanzo vingi vya mapato. Mbali na kazi rasmi, wanawake wengi huendesha biashara ndogo, kilimo, ufugaji au huduma mbalimbali. Kuwa na zaidi ya chanzo kimoja cha mapato huwapa uwezo mkubwa wa kustahimili changamoto za kiuchumi. Yaani wanawake wamekuwa flexible. Yaani wanajifunza, wanakuwa na vyanzo vingi vya kipato. Unakuta huku ni mfanyakazi, lakini bado anafanya shughuli nyingine ambazo ni za uzalishaji. Tofauti na wanaume, unakuta kama yeye ni fundi ujenzi, basi ni kujenga tu, anatafuta kazi za kujenga basi, hatafuti kitu kingine. Yaani wanawake wenyewe wamejikita kwenye fursa mbalimbali, yani wanaekeza, wanakuwa na vyanzo vingi vya kipato. Yaani anafanya kazi huku anafanya shughuli zake binafsi, anaingiza kipato cha ziada. Kwa hiyo inakuwa inamtofautisha sana na kumfanya awe na nguvu zaidi kiuchumi. Sababu ya 9 ni mabadiliko ya mtazamo wa jamii. Jamii imeanza kukubali kuwa mwanamke anaweza kuwa mfanyabiashara, anaweza kuwa kiongozi, anaweza kuwa mwekezaji au mtaalamu katika nyanja mbalimbali. Mabadiliko haya yamewapa wanawake nafasi kubwa zaidi ya kuonyesha uwezo wao wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya uchumi. Unaona hii? Kwa hiyo mabadiliko haya na mtazamo wa kijamii umewafanya wanawake wainuke juu. Unakuta mwanamke kama ni daktari, anakubalika kama daktari. Kama ni nesi anakubalika, kama ni mwalimu anakubalika, tofauti na ilivyokuwa zamani kwamba wanawake walikuwa wanaonekana kama chombo tu cha starehe, kama kifaa tu duni. Lakini sasa hivi mabadiliko yamekuwepo na jamii na watazama vingine, hivyo wamekuwa na uwezo mkubwa sana na kipato chao kimeongezeka zaidi na kuwa na nguvu kiuchumi. Nguvu ya kiuchumi si mashindano kati ya mwanamke na mwanaume. Familia na jamii hustawi zaidi pale ambapo wote wanapata nafasi ya kutumia vipaji vyao, kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana. Badala ya kuulizana nani ana nguvu zaidi, tujiulize, tunawezaje kujenga familia yenye uchumi imara, heshima na upendo? Kumbuka, mafanikio ya mmoja yanaweza kuwa mafanikio ya familia nzima. Kama umejifunza jambo kupitia video hii, usisahau kuipenda, kuisambaza kwa rafiki zako na kujiunga na Moyo wa Malezi ili tuendelee kujifunza pamoja. Asante kwa kutazama. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.